wangu. Pole pole pole. Mumia. Mguu wangu. Pole pole pole. Pole Tina. Pole. Mumia. Pole pole pole. Mguu wangu. Vumilia basi. Mumia. Pole pole pole. Katiba tukaanguka. Mama. Oh my God. Basi pole pole. Basi amka. Amka. Mguu wangu. Amka basi, jitahidi taratibu. Mumia. Hapa chini. Pole. Jikaze. Unauma. Pole. Naomba unisamehe. Nilikuwa nakunja kona. Pole. Usinishike unaniumiza. Basi pole. Nitaenda kukuchua nyumbani. Mama mguu wangu. Unanichanganya Tina ujue. Basi ujikaze basi mtu mzima. Panauma. Ujikaze basi. Mguu wangu. Pole. Tena kutibu tiba asilia. Hata wazazi wangu siwajui, nishaanza kupatwa na makovu mwingine. Usiseme hivyo. Sometimes ajali zinatokea, usiseme hivyo. Kwani mimi nilipenda? Si bahati mbaya. Basi hebu njoo tukae hapo kwanza dadangu. Nitaidi. Njoo tukae hapo. Jikaze basi, jikaze. Hapo. Hebu niambie. Ulisema unaitwa Tina eh? Ndio. Naitwa Tina, nimekuja kijijini huku kuwatafuta wazazi wangu. Ina maana wazazi wako hawajui? Ndio, siwajui, ila nakumbuka nina kaka yangu. Na huyo kaka yako yuko wapi? Yupo huku kijijini kwa sasa. Yupo huku kijijini? Ndio. Alokuelekeza uje watafute wazazi wako amekuelekeza uje watafute kijiji gani? Msete. Kijiji cha Msete? Ndio. Sasa Msete ndio nyumbani. Msete ndio nyumbani kwetu, ndio kijijini kwetu. Kwa hiyo usijali. Kama kweli wazazi wako wako hapa, na imani ya kwamba utawaona. Sawa? Naomba usiwe na shaka kabisa. Ondoa shaka kabisa. Na naomba unisamehe mimi kwa hichi kilichotokea sasa hivi. Sawa? Okay. Kwa hiyo kwa maana hiyo hapa kijijini huna mwenyeji yoyote ambaye unaweza ukafikia? Sina mwenyeji. Hauna mwenyeji yoyote hapa kijijini? Sina mtu ninayefahamiana zaidi ya kaka yangu. Unawezaje kwenda sehemu bila kuwa na mwenyeji? Elewa kwamba sina mwenyeji hapa kijijini zaidi ya kaka yangu pekee ndo anayenikumbuka. Sasa tutafanyaje hapa? Utawapataje wazazi wako na utaenda kufikia wapi? Kwani huko hamna lodge, hamna sehemu za kupumzikia wageni? Labda maybe niende hata nikapumzike au school. Kwa huku dada yangu nisikudanganye. Hakuna lodge. Kama unavyoona haya ndio maisha yetu. Kijiji chetu bado hakijaendelea. Kwa hiyo mambo ya lodge, vyumba vya wageni bado hizo hazijafika. Hizo teknolojia bado hazijafika. Basi nitarudi mjini kesho nitarudi tena kuulizia kuhusu yangu. Kwa hiyo urudi tena mjini? Ndio, nitarudi mjini kwa sababu hapo ushaniumiza tayari. Sehemu ya kulala wageni hakuna. Itatokea nirudi tena mjini. Zeni nitaitafuta familia yangu. Mimi cha kukusaidia, unaonaje nikakupa hifadhi? Hifadhi yani ukimaanisha kwamba una nyumba? Ulisema kwamba una mwenyeji hapa kijijini. Ndio, sina mwenyeji, na maanisha kwamba una nyumba. Ndio. Sawa. Pale nyumbani tuna nyumba kubwa tu ambayo unaweza ukapata chumba ukalala. Na nikakuhifadhi mpaka endapo utakapopata wazazi wako hapa, wao usijali sana hiyo. Sawa, ningeomba niende kupumzika
kichwa kinaniuma, alafu siko sawa. Umeniumiza, maduka sioni, nataka ninunue leo medicine niweze kujitibia kidonda changu. Usijali. Basi kama hutojali mimi nikufikishe pale nyumbani ukapumzike kwanza, sawa? Basi sawa, tunaweza kwenda. Hivi unaweza kutembea kweli? Ndio, naweza kutembea. Unaweza kutembea mpaka tufike nyumbani? Basi utatembea kwa sababu kuna baisikeli pale. Hiyo ni kokote, sawa? Ujikaze basi, ujikaze. Chukua begi, chukua begi. Taratibu eh? Kaka yuko wapi? Hapatikani. Kaka uko wapi kaka? Sijui hata amekula huko alipo. Nazidi kuchanganyikiwa. Hivi kweli alikumbuka hata miogo kuweka kwenye begi kweli? Bado hapatikani. Maisha mpaka lini? Na kaka Tonge mpaka sasa hivi hajarudi. Namwachia Mwenyezi Mungu. Anamwomba Mwenyezi Mungu amlinde huko kaka aliko. Atafika salama, naamini hilo. Mdogo wako ninavyoishi maisha sasa hivi, kutoka muondoka, kichwa changu hakiko sawa, niko na stress kibao, mawazo nakuwa na mawazo kila kukicha, sielewi. Ndugu yangu safi vipi? Mambo yanaendaje? Safi. Bwana yuko anauza miogo hapa mfungo kama mawili, naweza kupata. Nani anakuambia tunauza miogo? Nakuja kuulizia maana nimeona miogo mingi hapa shambani. Kama kutulia au nyie ndo waizi wenyewe ambao sisi tunakesha kulima, nyie ndo unakuja kuiba usiku. Mimi na shida ya miogo. Ndio maana nikaja kuuliza kwa utaratibu. Kama mnauza niambie, kama muuzi niambie niondoke. Hatuuzi, hata hiyo habari kaka kashaisitisha. Sasa hivi hatuuzi miogo, jua hatuuzi miogo. Basi nipeni bure maana na shida ya miogo. Bure unaweza tunatoa bure sisi hapa. Brother, nisikilize. Sisi tunahangaika kulima huko. Hapa miogo haupati na utaondoka. Nilikuwa na shida ya miogo, imefungwa hata mawili matatu. Hamna miogo. Kwa hiyo tunafanyaje? Yaani kaka, miogo hapa upati na utaondoka. Nigea hata basi hata. Wewe mkaka bora tu nimekuona. Vipi tena? Mwizi wa kuku wangu. Kuku wangu yuko? Jirani. Tena nimekuwa mwizi wa kuku. Jirani unijui au? Sawa nakufahamu. Yaani sawa mimi nimekukosea, lakini sio mwizi wa kuku. Wewe kuku wangu simuoni siku nzima. Kuku wangu simuoni kule. Jirani yangu. Na ninachojua hapo ndo umechukua hiyo kuku. Sasa nisikilize. Nataka kuku wangu. Sisi tumeelewana? Kuku wangu namtaka. Jirani, naomba unisikilize. Samahani kwanza. Hata hivyo nilipanga nije kwako nikuombe msamaha kwa yale ya nyuma yaliyotokea. Lakini umekuja na issue nyingine ya kuniambia mimi nimeiba kuku. Kweli jirani? Wewe mkaka sitaki. Ninachotaka ni kuku wangu warudi. Umesikia? Kila siku nakula na dagaga na matembele. Mwenzako hapa anasema kuku wangu ni muhifadhi, basi nije kumuuza nje kupata kipato, afu kuku wangu kuja unachukua na kula. Mimi nihangaika afu uje kula. Ninachotaka ni kuku wangu. Sisi tumeelewana? Kuku wangu ninamtaka. Sitaki chochote, ninachotaka ni kuku wangu. Mimi nimehangaika na huyo kuku. Kwa nini mimi kila siku mimi tu jirani? Kila siku napewa kesi ni mimi tu. Sasa kuna mwingine zaidi yako wewe?
Kuna mwingine zaidi. Yaani ninachotaka ni kuku wangu. Kuku ndio naye mtaka mimi. Yaani kabla ya kesho ninataka kuku wangu. Tumeelewana eh? Oya nyinyi, mbona mmejazana hapo bila taarifa? Mnajaja kwa majumba ya watu hapa. Nyie vipi nyie? Blaza vipi wewe? Wewe ndio unao mwalibu huyu. Unamfanya wewe toinyo hataki kufanya kazi. Tokeni bana. Ufaone hapa. Ala, nyie mnajaja tu kwa majumba ya watu. Na wewe unaniona niko na mgeni hapa. Baada ya kuamka uje unipokee. Umekaa tu hapa. Wewe vipi wewe? Wewe una akili kweli? Kichwani simu wewe? Taratibu. Yaani wewe akili zako zimekuwa toinyo. Ndio hivyo ubadiliki hata kila siku. Nisikilize kaka. Wewe umefika hapa. Hujui nini kinaendelea nyumbani. Alafu unaanza kupiga kelele. Kila siku nakuelekeza namna ya maisha. Yaani wewe ikitokea mtu anataka nikubadilishe wewe na mbuzi, niko lazi. Anipe mbuzi, nimpe wewe. Maana huna faida wewe. Basi msigombane. Kwanza unanishangaza. Sijategemea kurudi sasa hivi mapema. Wewe ni kurudi usiku, kutoka asubuhi kurudi usiku. Umepata mamlaka gani ya kunipangia mimi namna ya kurudi hapa? Jamani, kumbuka mimi ni mdogo wako. Mtaendelea kugombana au mimi nitatibiwa majeraha yangu ulionisababishia? Naomba tuvumilie mema. Haya ndio maisha yetu. I'm too tired. Usichoke. Sawa? I'm overstressed. Hebu badilika basi mdogo wangu. Wewe kila siku unafanya maamuzi yako. Sasa siwezi ngaingilia na hata kukuona umekuja na mgeni. Mimi sijui mgeni ni nani, alafu nataka nimpokee. Kweli brother? Wewe ni mtu wa aina gani kichwani mwako humo wewe? Kazi hutaki. Hapo unakuwa mvivu. Heshima huna. Sawa, nimekuelewa. Mimi nakuja na mgeni baada ya uamke uje utupokee. Umekaa tu. Unamjua ni nani? Haina haja kumjua na kwa sababu hujaniambia. Taanza kuuliza wewe ni nani alafu hujaniambia? Usipobadilika wewe, maisha yako yatakuwa mabaya. Manake huna faida. Huna faida kabisa. Sasa sikiliza. Huyu ni mgeni. Sawa. Huyu ni mgeni. Muingize nani? Ndani. Mimi naenda kumtafutia dawa. Manake ameumia huyu. Sawa? Rafitina. Jisikia hapo huko nyumbani. Sawa? Hapa ndio nyumbani. Wacha nikakutafutie dawa. Fanya hivyo nilivyokuagiza. Haina shida baba. Kwa nini nyinyi mmepewa majina ya ajabu afu majina mabaya? Kivipi tena majina ya ajabu? Hivyo uliniambia unaitwa nani vile? Mimi naitwa Tope. Tope. Yule Tonge. Na kaka yenu mlisema anaitwa nani? Kaka yetu anaitwa Poverty. Poverty. Yaani majina yenu ni ya ovyo. Wazazi wenu walifikiria nini kwa hayo majina? Dada, wewe si unahitaji hifadhi. Sasa maswali mbona yanakuwa mengi sana? Kwanza tuachane na hiyo. Hivi huyu naye aliyeenda kunichukulia dawa mpaka sasa hivi hajarudi. Ana maana gani? Mimi nakwambia aishazoea, yani ndo mazoea yake kurudi usiku. Kwa hiyo hapo tegemea dawa usiku. Yaani kwamba huu usiku bado nitegemee huo usiku mwingine. Kwanza sasa hivi saa ngapi? Oh my god. Huu muda ni wa kulala, mtu mpaka sasa hivi hajafika, sijatibiwa mguu. Nachoka. Kwani nyewe watu wa mjini huwa mna shida gani? Mbona kitu kidogo mnalalamika tu? Kwani tumelalamika nini? Sisi tunajali muda, maisha unaenda na muda. Muda ukishaondoka ndo haurudi tena. Haina shida, lakini atarudi sio muda mrefu. Basi sawa. Acha tumsubirie. Karibu mwana. Amerudi sasa. Nashukuru sasa. Karibu tie baraka kidogo. Japo nimechelewa ili usalimie na mdogo wako unaniambia naumwa. Chap chap. Karibu. Asante. Bwana, mdogo wetu vipi unaendeleaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu, najisikia afadhali kidogo.
Mungu anasaidia sasa. Hata mimi nashukuru kukuona unaendelea vizuri. Huyu binti kama anamfananisha Marasta ndio tena huko hivi. Nakumbuka mara moja alikupakia huyu bwana. Hao mengine yaache kama ulivyoyaona. Kwani shida nini kaka? Nimezungumza tu, nimemfananisha au ndo yeye nahisi ndo yeye. Ndo vipi tena ndo? Wewe umekuja kumwangalia janja yule pale na huyu naye anakuhusu? Mama Ashura naye. Wewe vipi bwana wewe? Alafu nishakwambiaga ukija hapa achana mambo ya usinichi hayo. Mdogo wako anaumwa unashindwa kumsaidia. Namwachia visenti vidogo tu. Wewe mwanangu Jumi nikukaribisha vizuri tu. Basi sawa. Kwa amani pale. Alafu nataka tutibuane sasa hivi hapa. Dogo. Sikiliza. Nashukuru sana kaka. Utaongeza dawa ya kunywa. Asante sana. Asante. Yaani wewe tangu asubuhi umepiga abiria huyu mmoja. Hiyo 2000 imetoka. Kwani kinachokuuma nini? Wewe njaa tu unajiproud. Wewe pesa zako unapeleka kwa Mashula. Mimi nimepata pesa angalau kidogo nimempa mdogo wetu. Nimekosea nini? Usivunjiane heshima bwana. Bwana mimi naondoka bwana. Sababu mimi nilikuja tu nimsalimie. Isiwe kesi. Kama vipi wewe jikatae tu wewe nenda bwana. Sawa bwana naona ushaoa Marasta huyo. Nataka tuharibia siku bwana. Bwana nashukuru. Wewe vipi wewe? Watu wengine bwana. Yaani nimemkaribisha fresh ndani kwa amani. Yani nikafikia kwamba ataleta baraka kumbe analeta gundu. Tembea bwana. Vipi? Unaendeleaje? Naendelea vizuri kidogo. Mguu haumi? Sasa hivi umepoa poa. Namshukuru Mungu. Sasa nimeenda huko mbali kabisa. Unajua kijiji chetu huko Madongo kuinama huko mbali sana. Ila nimeenda lakini nimepata dawa za kupunguza maumivu tu. Kwanza. Dawa zenyewe ndio hizi. Inabidi utatumia hizi kupunguza maumivu kwanza. Basi sawa. Sawa. Nitakula. Sasa mdogo wangu. Huyu mgeni tutakuwa naye hapa. Lakini nilikuwa na maswali. Je, unaweza kunijibu? Maswali gani? Sawa, mgeni tumempokea. Ah. Na usiku umeshaingia. Je, unaweza kaniambia nalala wapi? Hivi kweli una akili wewe? Yaani huyu mgeni ndio kwanza amekuja leo. Na huu ni usiku. Unategemea kalale wapi? Brother, nafikia kipindi unanitukana. Mimi nakutukana? Mimi nakwambia ukweli. Kumbuka ndani tuko wanaume hawa watatu. Haya, wewe unafahamu utalala wapi kweli? Huyu ni mgeni nimemleta leo. Unategemea kalale wapi usiku huu? Jamani. Hivi wewe ni mtu ama ni mnyama? Mbona una roho mbaya sana? Nisikilize kaka. Si kama nakudharau. Tambua sisi ni watoto hawa, watoto watatu. Wote wanaume na kila mtoto ana chumba chake. Ila nakwambia tu kitu kimoja. Kama huyu atalala kwako, basi wewe ndio ulale kwangu au kalale nje. Wewe huwezi kunipangia mahali pa kulala. Una mamlaka gani ya kunipangia mahali pa kulala kwenye nyumba hii? Jamani. Mimi ninalala popote. Nikiamua nalala kwako, nalala kwa kaka. Msele kwa hii nyumba hii, mimi ndio mtawala. Huwezi kunipangia mahali pa kulala. Tonge sawa. Kwanza sikiliza, leta ile hela. Leta ile hela nakupa jaki. Naomba ile hela. Mimi sikupi bure. Hebu leta ile hela. Ninyi ndugu mna nini? Mbona kila mara Mimi ndio napanga ratiba zote za humu ndani. Sasa naenda kuchukua unga, mboga, alafu napika, sawa? Kwanza nataka nikwambie, hautambui siku nzima hapa mimi nimeshindaje. Na hautambui kinachoendelea humu ndani. Lakini wewe umefika tunaanza kupiga kelele. Sitambui kwani wewe ni mtoto? Wewe jitu zima sasa hivi, miaka 19, unaenda 20. Wewe unakaa tu humu ndani. Kichwa kinaniuma. Sorry. Nimezidi kelele tokea nimefika ni ninyi na kelele. Tonge naomba unipeleke sehemu nikapumzisha akili nikalala. Wewe rudi na ndugu yako muende kupishana mpigane. Mimi ndio nikalala. Hiyo ni amri, sio ombi. Sawa. Huyo atakuwa hapa. Amua unachokiamua. Wewe ndio mkubwa. Amua unachokiamua. Sasa wewe nenda chumbani kwako, ngoja nimpeleke huyo mlembe aende akapumzike maana amechoka. Amua unachokiamua. Wewe ndio mkubwa humu ndani. Ndio nishaamua hivyo. Twende. Nyanyuka mwana. Taratibu, taratibu.
siku inabidi nitafute sehemu ya kujihifadhi, kwa sababu kwanza nipo kwenye kijiji tayari ambacho sijui ni kijiji gani na wapi nitaenda, sioni nyumba, sioni nini. Ni mtoto wa kiume nimezaliwa, basi na imani Mwenyezi Mungu atanilinda. Sasa nitafute sehemu nipumzike, na hisi hapa pananifaa. Hapa kwenye mti hapa pananifaa. Mwenyezi Mungu nakuomba nistiri kwa usiku wa leo, nistiri kwa safari yangu. Mwenyezi Mungu nakuomba mlinde mdogo wangu Tope, mpunguzie magumu ambayo nilomwacha nayo. Mwenyezi Mungu, ona sehemu ninayolala hapa. Mwenyezi Mungu, natamani safari yangu niende salama na nirudi salama. Kwa usiku wa leo naomba unilinde Mwenyezi Mungu wangu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Yesu. Nakushukuru kutwa leo sikupata mitihani yoyote, japo sikufika safari yangu. Basi Mwenyezi Mungu Nikuache upumzike hapa. Nenda wapi? Mimi nenda kulala kwenye chumba cha kaka. Utaniachia mimi peke yangu hapo sasa hivi usiku? Usiwe na wasiwasi. Ingawa kweli huku kuna vitu vya kutisha kwa sababu ni kijijini, kuna wachawi. Lakini hivi sio vitu vya kuogopa. Una wachawi? Zenu nataka nilale hapa peke yangu. Hainiingia akilini. Hao wakija wakaniua usiku. Hapana, hawezi kukuua. Basi utakapotoka na mimi nitakwenda toka. Unaenda wapi? Tena na mimi uko huko nje. Unakwenda? Hapana, umeenda kutakucha, kuchukua shuka kujifunika. Asubuhi itafika. Kumbuka mimi ni mgeni hapa kijijini. Mimi najua. Najua wewe mgeni, lakini usiwe na shaka. Mimi wacha niende nikalale kwa brother. Kwa nini uende kwa kaka yako? Kwani huwezi kulala hapo? Unajua mimi na yeye jinsia mbili tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kulala wote hapa. Kwa hiyo kama jinsia mbili tofauti, unaona ni sawa? Ni sawa ndio, kwa sababu mimi naogopa, afu mimi ni mgeni hapa kijijini. Basi sawa. Mimi nitakaa pale, nitakulinda mpaka asubuhi. Mbona unaogopa sana? Au kwa kweli nimeona hii kanga ni ya mke wako? Hapana, hiyo kanga ipo tu. Ilikuwa ni ya dada yangu. Sasa nikaona niichukue niitumie. Kwa nini dada yako ndio? Dada yangu yule ni mtoto wa mama mkubwa huko. Kwa hawezi kuja kurudi tena? Hawezi kuja. Hiyo naichukua niitumia kwa sababu nipenda kuoga nikijifutia maji. Kwa hiyo unamaanisha unataka kuondoka? Ya. Mimi naenda kupumzika. Utaenda kulala huko nje? Kama nilivyokuambia. Ila kama unaogopa, mimi nitakaa, niko lazima nikae pale mpaka asubuhi. Kwani nani pale? Ole kilala hapa kitandani kuna shida gani?
Kuna shida gani? Tina, unaona ni sawa? Kwa nini uende kulala saa hapo uniangalie? Usiwe na shaka. Kama unaogopa na umeona kule kwa kaka ni mbali, basi niko lazima nilale pale. Kwa nini ukilala hapa kuna shida gani? Tina, huwezekani kulala hapa. Mungu unielewe. Kwa nini? Kuna shida gani? Utaweza kulala mimi mpaka asubuhi? Ndio, nitaweza kabisa. Una uhakika? Ndio, nina uhakika. Bila kuhisi kitu chochote? Sitahisi. Mbona macho yako yanaonekana kama kuna kitu fulani? Naogopa, ndio maana macho yangu naona hakuna. Hamna kitu chochote kingine kinachoendelea akilini. Naogopa tu. Una uhakika unaweza kulala na mimi mpaka asubuhi? Ndio, kwa nini usilale na mimi mpaka asubuhi? Uogopi kulala na mwanaume? Japokuwa itakufa mara yangu ya kwanza ile itabidi nivumilie kwa sababu naogopa. Mbona unaonekana kama mjanja, ushawahi kulala na mwanaume? Basi sawa. Kukwambia. Basi sawa, tulale. Kwa utaenda. Unabaki na mimi hapa. Kwa ajili yako nitabaki kulinda mrembo. Kweli? Basi sawa, tulale. Kweli? Kweli. Basi tulale.